Habari, Silas J, MSc Excel Expert ita IT kwa ufupi. Okay, hebu tuangalie namna ya kutumia hii workbook ambayo inaweza kurahisisha kusambaza maneno ambayo yanakuwa yameungana au majina ambayo yameungana. Hebu tuangalie kwa mfano hapa unaweza ukapaste zile data ambazo ni matokeo kwa mfano ya shule X. Kumbuka haya ni matokeo ya shule zile ambazo ni catchment area ya shule yako. Kwa hiyo tunayapaste yote bila kujali aliyefaulu wala aliyefeli, then upaste hapo. Unaendelea tena chini huku na paste shule inayofuata, shule zote kama ziko 5 au moja. Then baada ya hapo you are advised to kwenda kwenye wrap text, ukaenda kwenye all borders. Yes, baada ya kufanya hivi tayari kuna formula imeshapunguza maneno. Imeshatoa jina la kwanza. Hii formula hapa ya left, then find the first space and then remove the names. Kuna hii nyingine ya right, ikaangalia length, then ikafind, then ikapunguza, ikatoa neno la kwanza na space yake ikaacha. Nyingine ni hii ambayo ilifind mid. Sasa neno la kwanza hapa ni majina mawili, kwa hiyo ikachukua tena tukatumia ile tuliyotumia hapa, then ikafind neno la katikati. Neno la mwisho tulitumia mid, iondoe jina la kwanza na la pili, tubaki na jina la mwisho. Kwa hiyo tukaangalia tukatumia mid find. Yes. Then hizi hapa, hii hapa ni ambayo hii tunaamini kwamba hakuna maneno ambayo yanazidi, hakuna jina ambalo linazidi 255 herufi. Yes, that is how nilizigawanya. Kwa hiyo baada ya kufanya haya basi unashauriwa, kwa sababu hapo utakuwa umepaste tu, hapa nimekufafanulia. Kwa hiyo uta highlight hapa juu, unashauriwa kwenda kwenye edit, kwenye sort then text. Baada ya hapo tunataka tusort sasa wale waliofaulu. Kwa hiyo tunakuja hapa sort A to Z. Kwa hiyo wale wote waliofaulu watakaa juu automatic. Wale ambao wanaanzia D watakaa chini. Watakaa chini huku mwisho kabisa. Hawa hapa wameanzia hapa. Kwa hiyo hawa nitawatoa ili wasinisumbue, nitawatoa wote kuanzia delete. Yes. Nimebaki na waliofaulu. Baada ya kubaki na waliofaulu, kinachofuata na sort sasa naangalia waliopo shuleni ambao ni active student. Kwa mfano huyu hapa sio active, namfuta na highlight na delete, au unaweza ka delete kabisa kwa ujumla wake, delete. Yes. Ka delete, usihangaike na hicho kinachoathirika huko. Huyu mwanafunzi naye huyu hayupo, huyu au hao wawili wote hao hawapo, na delete. Lakini kumbuka hapo una registration, una usajili wako ule ambao, au una orodha ya majina ambayo umeyapanga alphabet, na hao watatu na wenyewe sio active, hao watoa hawa. Yes. Baada ya kumaliza kutoa wale wasiohusika, then unaanza kusort. Unashauriwa kuanza kusort kuanzia jina la mwisho. Kwa hiyo hapo unaanza jina la mwisho kabisa ndio lianze. Kitu cha kwanza, jina linalofuata. Ili kwa mfano kama kuna Anna Stanley, ili jina la tatu liwatofautishe hawa Anna Stanley wawili. Kwa hiyo unafuata ili jina la pili pia liwatofautishe. Unaenda tena hapa jina la kwanza liwatofautishe. Baada ya hapo ina maana unaenda kwenye sex, jinsia. Kwa hiyo unaenda hapo moja kwa moja, sasa unapanga ianze jinsia ya F. Tayari itakuwa imeshawapanga tayari hapa. Baada ya hapo unagonga hapa kwenda kwenye unagonga hapa kutumia hizi data, use this data. Unashauriwa hapa una highlight, una double click. Yes. Tayari zimeshikaa kama tulivyohitaji sisi. Kwa hiyo hizi data ndio unaweza kazi copy, una highlight hadi mwisho, una copy. Utaenda kule ambapo kuna ile registrations. Sina mamlaka ya kuidisplay hapa. Unaenda kule kwenye ile registration, unaenda sehemu ya una highlight kuanzia hapo mpaka mwisho, una copy, unaenda kwenye registrations. Kule najua kutakuwa kuna sehemu yenye sex, una right click, una paste special